Asante Roho Mtakatifu kwa kunipa nafasi hii kuendelea na kipindi ambacho tunaendelea nacho. Kipindi chetu cha leo kinahusu devotional ya namna ya kumjua mtu kwa hoja ya marafiki. Tukumbuke kwamba namna ya kumjua mtu imegawanyika katika vipengele 5 ambavyo mpaka sasa tumeshavizungumza vipengele 2, na leo tunaenda kipengele cha 3 ambacho kinasema marafiki. Ndugu zangu, leo tutajifunza kuhusu marafiki. Marafiki ni watu wanaounganishwa na uhusiano wa upendo, kuaminiana, kusaidiana na kushirikiana kwa hiari, si kwa damu wala kwa sheria. Lakini pia marafiki ni mtu anayekupenda kwa dhati, si kwa faida. Ni yule anayeaminiwa, anayekusaidia dhikini, anayekukosoa kwa kweli, na anakaa nawe hata wengine wote wakuache, yeye bado yupo na wewe. Zifuatazo ni aina za marafiki. Katika devotional hii ya 4 tunajifunza aina 2 za marafiki kulingana na Mithali 18:24, ambapo anasema kuna rafiki wa kweli na rafiki wa bandia. Jamii sasa imejaa marafiki wa mitandaoni. Kwa mfano, katika Facebook taona mtu ana marafiki labda 5,000 wako Facebook, wengine hata huwajui. Instagram unao marafiki kadhaa, wengi tu duniani kote uko huyo na rafiki yako. TikTok, WhatsApp na platforms nyingine, mtu ana marafiki wengi, anachati naye, hajui mtu anayefanya naye mawasiliano ni mtu wa aina gani. Lakini rafiki wengi wamejeruhiwa na urafiki wa namna hiyo katika nafasi tofauti. Wamejeruhiwa kifitina na pia wamesalitiwa. Tunaona katika jamii tunayoishi sasa, kwa sababu ya mitandao ya kijamii imekuwa mingi. Biblia inasema kwamba katika Mithali 18:24 anasema, ajifanyiaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Tunaona kwamba wingi wa marafiki si thamani. Rafiki wa kweli ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kuponyeka kwa waliojeruhiwa na marafiki bandia kutaonekana katika maandiko tofauti ya msingi katika Biblia takatifu. Kwa mfano, katika Mithali 18:24 inatuonya kwamba dhidi ya kukusanya marafiki wengi pasipokuwa na sababu yoyote ya msingi. Hao unaona kwamba wanaweza kukuharibia katika maisha yako. Lakini mstari mwingine katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 22 hadi 23 unatuonya kwamba tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Mstari huu umetoka moja kwa moja katika Biblia, ambapo Mungu anatuhakikishia kwamba rafiki wa kweli ambaye sio rafiki wa bandia anakuwa na hizo tabia. Kwa hiyo katika maisha yako ukishaona mtu ana hizo tabia zimefika 3/4 au zote ya hizo tabia, huyo anakuwa rafiki wa kweli. Usimuache katika maisha yako. Usimuache katika maisha yako rafiki kama huyo. Fuatana naye hatua kwa hatua. Lakini kitabu kingine ni kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33, msidanganyike. Urafiki mbaya huharibu tabia njema. Tabia njema ambayo ipo katika Wagalatia 5:22-23. Ukiwa unadanganyika, kitabu cha Wakorinto kinatuambia usidanganyike, kwani itaharibu tabia yako njema. Rafiki mbaya anaweza kuharibu maisha yako, ndoa, imani yako, biashara yako, akili yako, anaweza akaiharibu. Kwa hiyo tunashauriwa pia kuzingatia haya maandiko ili tuweze kuishi katika maisha yanayompendeza Mungu katika kuwatambua hawa marafiki. Mstari mwingine katika Biblia tunaona kwamba ni Mithali 27:17 ambayo inasema, chuma hukolezwa kwa chuma,
Vivyo hivyo mtu ukolezwa na rafiki yake. Rafiki wa kweli atakufanya uwe bora, si mbaya. Ukiwa na rafiki mwenye tabia njema kama ambazo zinazungumziwa katika kitabu cha Wagalatia 5:22-23, rafiki yako akiwa na hizo tabia njema katika jamii, ni zitakukoleza wewe ambaye umekuwa na tabia ambazo una sita kuwa na tabia je hii. Kwa hiyo ukiwa na rafiki wa namna hiyo, mfuate, usimuache, kwani tabia yako itakuwa inaambatana naye na utakuwa na rafiki mzuri katika. Sasa tuangalie mifano ya aina mbili za marafiki katika jamii tunayoishi nayo sasa. Mifano hii itatoka katika vipengele vya aina 4. Aina ya kwanza ni mitandaoni, aina ya pili maneno, aina ya tatu matendo, na aina ya 4 matunda ya Roho. Sasa hapa tunao marafiki wa aina mbili, ambaye ni rafiki mwema wa kweli huyo, na rafiki mbaya. Huyo ni rafiki bandia. Rafiki bandia ni rafiki mbaya. Sasa katika kipengele cha mitandaoni tunaona kwamba rafiki wa kweli anakupenda tu hata usipomposti. Yeye anakupenda tu, anakuombea kimya kimya. Yeye anashare mambo mema tu ya kwako. Kwa upande wa rafiki bandia, utamuona yule rafiki bandia huwa anakuposti au anakulike kwa matukio ambayo yeye anafaidika nayo. Sasa ukishaona baadhi ya marafiki zako huwa wanakuposti au wanakulike au wanakucomment au wanakusifia kwa sababu ya vitu ambavyo wao wanafaidika navyo kwao, huyo rafiki kaa naye chonjo, umwangalie mara mbili. Lakini pia huwa anakukosea heshima wakati mwingine kwa meseji za moja kwa moja au katika vikundi. Kwa hiyo ukishaona rafiki kama huyo anakukosea katika vikundi, mbele za watu hakuheshimu, huyo rafiki kaa naye mbali. Huyo sio rafiki wako, huyo ni rafiki bandia. Rafiki bandia sio mtu mwema, manake anaweza kukuharibia upeo wa maisha yako. Lakini kipengele kingine ni kipengele cha maneno. Kipengele cha maneno, rafiki wa kweli anasema yeye anakuambia ukweli kwa upendo, hashikili fitina. Kama kuna jambo limetokea, yeye anakuambia tu jambo hili bwana 1 2 3 lirekebishe au fanya hivi. Rafiki bandia yeye anajipendekeza usoni, lakini anakusengenya nyuma. Ukiwa naye hivi, yeye anaongea mambo mema sana kwako. Ukiona mtu ambaye anaongea sana mambo mema kwako, alafu huyo mtu kaa naye makini sana, muangalie vizuri sana, akiondoka hapo anaenda kukusengenya nyuma, tena anakusengenya vibaya kwa sababu anakujua. Muogope sana mtu kama huyo. Huyo anakuwa ni rafiki bandia. Pengele cha 3 ni kipengele cha matendo. Anasema yeye anakusaidia wakati wa dhiki. Ukiwa na tatizo lolote, ukiwa una shida, mahitaji, ukihitaji maombi kwake, yeye anakusaidia, kwa sababu huyo anakuwa ametumwa na Mungu na ana tabia zile zote za Kigalatia. Matendo yake yanaambatana na urafiki wema. Kinyume na hivyo, kwamba yule rafiki bandia anakukimbia ukihitaji chochote, na kama hata ana hela ukitaka ukope kwake anakukopesha kwa masharti. Sasa huyo mtu ni wa kumwangalia, yani tena wa kumkimbia kabisa. Huyo anakuwa na rafiki bandia. Kipengele cha 4 ni matunda ya Roho. Kama tulivyoona katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 22-23, anasema kwamba amani, uvumilivu, uaminifu, furaha pamoja na mengine yanayofanana na matendo mema, hayo anakuwa nayo rafiki mwema. Kinyume na hicho, rafiki bandia anakuwa na hasira kila kitu. Fanya chema, kitu kizuri kisifiwa, yeye anakuwa na wivu, anatamani zile sifa, kile kitu ambacho wewe umekifanya kiwe chake yeye. Anakuwa anasahau kwamba kila moja ana eneo lake ambalo Mungu amemkusudia afike. Kumbe kila mmoja ana eneo lake la kufika ambalo Mungu mwenyewe amelikusudia hilo eneo. Anasema tusishindane, kwa sababu kila mmoja ana eneo lake. Kwa Kiingereza wanasema destiny. Kwa hiyo tusishindane kwa destiny ambayo Mungu kila mtu amempa. Ukiona mtu ana tabia kama hiyo, huyo ni rafiki bandia, kwa sababu anapenda vitu visivyo vya kwake. Na kwa sababu anapenda vitu visivyo vya kwake, maana yake yeye atakuwa tuna tabia ambazo sio nzuri, atakuwa ni mchoyo, atakuwa ni msema uongo hivyo. Sasa hapa tunafundishwa kwamba hutamjua mtu au hutamjua rafiki kwa picha yake aliyoweka kwenye profile yake, mpaka hujue matunda yake mwenyewe katika nafsi yake, kama Biblia inavyosema kwamba moyo wa mtu ni kichaka. Sasa ili uweze kumjua yule
mtu, ni vema ukajipa muda katika kumfuatilia, kujifunza kwamba huyu mtu ana tabia gani katika maisha yake. Hapo utakuwa umemtambua. Tunapoelekea kuhitimisha katika kitabu cha Mithali 18:24, kwa jamii ya sasa kuna hoja kuu mbili za msingi katika sehemu namba 1 na katika sehemu namba 2. Tukumbuke kwamba katika Mithali 18:24 sehemu ya kwanza inasema, ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Sasa leo watu wanajisifu, nina marafiki wengi, lakini Mungu kinyume na hapo, Mungu anasema wingi usio na ubora ni uharibifu. Kwa hiyo hapo tunaenda tofauti na Mungu. Mtu anajisifu kwamba ana marafiki wengi. Mungu anasema marafiki wengi ni uharibifu. Tunatakiwa tujitathmini, tuishi jinsi anavyotaka Mungu katika maisha yasiyo ya uharibifu, kwamba maisha bora sio maisha ya uharibifu. Maisha bora ni yale maisha ya kufuata Wagalatia 5:22 hadi 23. Urafiki bandia unaoangamiza vijana. Mtu akiwa na marafiki bandia, kwa sababu marafiki bandia huwa wanapenda tabia kinyume na Ugalatia. Sasa vijana wengi wa sasa wanapenda kuishi tabia za kinyume na Wagalatia 5:22 hadi 23 sura ya 15. Vijana wengi huwa wanaharibika na madawa ya kulevya, wanaharibika na uasherati, wanaharibika na urafi, wanaharibika pia na umaskini wa kiroho, kwa sababu kinyume na tabia za Kigalatia ndio maisha ambayo vijana wengi wanapenda kuyaishi, ambayo hayampendezi Mungu. Kuna watu wangapi marafiki zako hawakujulii hali kamwe, lakini wamejaa wengi kwenye WhatsApp yako, kwenye TikTok yako, kwenye mitandao ya kijamii wamejaa. Hebu waangalie ni wangapi, alafu kisha ufanye maamuzi. Sehemu ya pili katika Mithali 18:24 inasema, lakini yuko rafiki aambatanaye kuliko ndugu. Huyu si rafiki wa mitandaoni tu, yeye yuko hai, anajitolea, anashikamana na wewe. Huenda ni mchungaji wako, au ni mwanao, au ni mumeo, au ni mkeo, au ni mwamini mmoja Mungu anaye kutuma. Yesu ndiye bora kabisa. Katika kitabu cha Yohana 15:13 tunaona kwamba hakuna upendo mkuu kuliko huu, kwamba mtu anatoa uhai wake kwa ajili ya marafiki zake. Hapa tunaona kwamba namna ya uponi maana yake ni kuponywa au kuponyeka. Sasa hapa tutaangalia namna ya uponi kwa waliojeruhiwa na marafiki bandia. Tunaona kwamba watu wengi wenye marafiki bandia wameumia kutokana na rafiki aliyekusaliti. Labda alitoa siri zako, rafiki aliyekusaliti katika kutoa siri zako, mtu ameumizwa huyo. Lakini pia rafiki wa biashara, fanya biashara na mtu ambaye hukuijua tabia yake, kumbe unafanya na biashara na mtu mwenye akili bandia, baadaye akakuibia. Lakini pia kuna watu wa kanisani pia wengi wanaweza wakawa na wengine marafiki wa kweli, wengine wanakuwa marafiki bandia. Sasa hao marafiki bandia, ukiona mtu anakupiga fitna hadi unafukuzwa mahali ulipo, huyo ni rafiki bandia. Makanisani pia kuna marafiki bandia, lakini pia kuna marafiki wa mitandao, mtu anayekuandama kisaikolojia. Yaani katika mitandao unaweza ukawa una chat na mtu, umeanza tu kuchat lakini anakufuatilia. Huyo sio mtu mwema, huyo ni rafiki bandia katika maisha. Ili tuweze kuyatatua maumivu haya, leo Mungu anataka uponi wako kwa njia zifuatazo. Kuna hatua zifuatazo, zenyewe zinaitwa hatua za uponi za kuzingatia ili uweze kukwepana nao marafiki bandia bila kugombana nao, bila kukwazana nao. Hatua ya kwanza anasema, kwanza kubali katika nafsi yako. Kubali kwamba ndio umeumia. Usikatae hayo maumivu. Ukikataa hapo huwezi kupona. Limeze hilo. Kubali kwanza kwamba kweli nimeumia na jambo 1, 2, 3.
kwamba nilikuwa na rafiki huyu kaniumiza. 2, anasema samehe. Nguvu ya Mungu itakuja ndani yako, utamsamehe mtu aliyekuumiza, lakini usilipize kisasi katika hilo. Mwachie Mungu mwenyewe ndio atakayelipiza kisasi. Wewe msamehe, mwachie Mungu. Alafu 3, jitenge naye. Usiendelee kuwa karibu na mtu aliyekuumiza tena na tena. Kaa naye mbali. Wewe endelea na ratiba zako zingine. Usiendelee kuwa naye karibu tena. Jambo lingine la 4 ni kwamba tafuta rafiki wa kweli. Unamtafutaje rafiki wa kweli? Kumpata rafiki wa kweli ni vile kwa kumuomba Mungu akuletee rafiki mmoja mwema, kama vile alivyomleta Jonathan kwa Daudi. Tunaona kwamba Mungu alimletea Daudi Jonathan, alikuwa ni rafiki mwema katika maisha yao. Pia la mwisho kabisa anasema jifunze sasa kutambua. Unajua ishara za rafiki bandia. Umeshajua ishara za rafiki bandia, sasa jifunze namna ya kutambua huyu uishi naye vipi, kama rafiki wa kweli au rafiki bandia. Wewe ungependa kushiriki nini? Je, umewahi kusalitiwa na rafiki bandia? Je, unamjua rafiki aliyekuwa kuliko ndugu yako? Tufundishe, unawezaje kumtambua rafiki bandia kabla hajakuumiza? Andika kwenye comment hapa chini, kisha tusome pamoja, tuombe, tupone pamoja. Sasa naomba wote tufumbe macho, tuombe hili kwa imani, nawe utapona. Mungu Baba wa rehema, ninakuja kwa jina la Yesu kwa ajili ya wote waliojeruhiwa na marafiki bandia. Waponye majeraha ya moyo, watoe msamaha kwa waliowakosea, wape hekima ya kutambua urafiki wa kweli. Ulete maishani mwao rafiki mmoja wa dhati, mwenye upendo, uaminifu na uvumilivu. Yesu, wewe ni rafiki asiyeacha. Tuongoze tuwe marafiki wema pia kwa wengine. Ondoa katika jamii yetu roho ya usaliti na fitina. Kwa jina la Yesu Kristu nimeomba na kuamini ya kwamba imekuwa. Amen. Wote tuseme amina. Leo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha kumjua mtu kwa kipengele cha marafiki. Kipindi kijacho usikose namna ya kumwacha rafiki aliyekuumiza bila hasira na bila kuhadhibika. Kama una swali lolote, kama una maoni, lakini pia kama unapenda kujua zaidi, wasiliana nasi moja kwa moja kwa WhatsApp namba 0784224763 na WeChat namba +186 Lakini pia tunazo platform zetu nyingine: TikTok, YouTube, Satback, hizi ni mpya, Patreon, Gumroad, Spotify for Creators, Podcaster on Patreon, Fiverr, Upwork, Teachable, Kajabi, Buy Me a Coffee, Coffee Ramba, Dailymotion, Twitch Media, Vocal Media and Ghost. Hii imetayarishwa na Dr. Heda Agustino Chale, devotional ya marafiki kwa uponi na ukuaji wa kiroho. Karibu sana sana sana. Mungu akubariki sana na kupenda sana.